mtazamaji wa Rabi TV, na hii ni Morning Victory kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, na kujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kukuandalia siku hii ya leo. Mimi ni Georgina Mwatatu, na huu ni wasaa mzuri kujuza yale ambayo yameweza kujiri nje ya mipaka ya Tanzania. Na moja kwa moja tuangazie kwa kile alichoweza kuzungumza waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi kuhusiana na mgogoro wa kivita ambao upo sasa hivi kati ya Irani pamoja na Marekani. Na tunafahamu kuhusiana na mgogoro huu ambao upo jinsi gani, ambapo mataifa yote mawili hayana imani. Upande wa Marekani haina imani na Irani, lakini hata hivyo na Irani pia hana imani na Marekani. Na tunategemea kuwepo kwa mazungumzo wiki hii hapa, mwishoni mwa wiki kutakuwa na mazungumzo ambayo ni mazungumzo yatakao kuwa na tija kwa pande zote mbili, kuhakikisha kwamba ili vuguvugu hili ambalo linaendelea sasa hivi basi linaenda kutamatika kabisa. Na tumeweza kuona jinsi gani ambavyo rais wa Marekani Donald Trump naye pia aliweza kuzungumza kuhusiana na mazungumzo ambayo yapo, akisema kwamba mazungumzo yameenda vizuri na yalikuwa ni mazungumzo kati ya uongozi wa Irani pamoja na Marekani kuhusiana na masuala mazima ya mkataba wa nyuklia. Na kwa wiki hii tunategemea kuona mazungumzo mengine yakiweza kufanyika kati ya Marekani pamoja na Irani kuhakikisha kwamba mgogoro huu unaenda kutamatika. Na tumeweza kuona kuhusiana na baadhi ya viongozi ambao waliweza kuwekewa vikwazo na Umoja wa Ulaya, na hii ni baada tu ya viongozi hao kuna baadhi ya matamshi ambao waliweza kuyazungumza, na hata hivyo kuna baadhi ya vitendo ambavyo vilikuwa vinaonekana kabisa ni vitendo vya uchochezi, na tukaona moja kwa moja Umoja wa Ulaya akiweza kuwekea vikwazo viongozi 15 kutoka katika taifa la Iran. Na vile vile kuna taarifa ambayo iliweza kutoka kuhusiana na Umoja wa Ulaya kuweza kusema kwamba jeshi la Irani ni miongoni mwa magaidi wakiweza kuweka katika orodha yao. Lakini hata hivyo tena siku ya jana tukaweza kuona tena Iran na wenyewe pia wakisema kwamba jeshi la Umoja wa Ulaya na wenyewe wapo katika orodha yao ikiwa ni miongoni mwa magaidi. Kwa ni kama vile kila mmoja amekuwa akiweza kumtupia mwenzie lawama zaidi kati ya Umoja wa Ulaya pamoja na taifa la Iran. Lakini je, vipi kuhusiana na mazungumzo ambayo yataweza kufanyika kati ya rais wa Marekani Donald Trump lakini pia na pamoja na uongozi wa Iran kukaa pamoja kuweza kuzungumza kuhusiana na mgogoro huu ambao upo, kuweza kuweka pembeni tofauti zao, lakini hata hivyo kukaa kuweza kuzungumza kuhusiana na ule mkataba ambao mwaka 2015 kwa upande wa Marekani waliweza kubaliana kuhusiana na mkataba wa nyuklia kwa mwaka 2015, lakini tukaja kuona mwaka 2019 rais wa Marekani Donald Trump akaweza kukataa mkataba wa nyuklia. Na kwa mwaka jana 2025 tukaweza kuona Marekani ikiutakasana mkataba huo wa nyuklia kwa hali na mali, lakini ni kama vile bado hajaweza kukata tamaa rais wa Marekani Donald Trump kisha kwamba anakaa mezani na Iran na kuweza kuzungumza kuhusiana na masuala mazima wa mkataba wa nyuklia. Na kwa mwaka jana 2025 wakati Marekani ikiweza kuandaa vikao vyake mbalimbali kuhakikisha kwamba anakaa na Iran katika kuhakikisha kwamba mkataba wa nyuklia wanaenda kusaini, wanakaa mezani na mazungumzo yanaenda vizuri zaidi. Na ndio wakati huo tukaja kuona kwa upande wa Iran pale ambapo rais wa Iran Masoud Pezeshkian akiweza kufanya mazungumzo na rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un katika mkataba wa nyuklia. Kwa upande wa Marekani ni kama vile aliweza kudondoshwa kwa aina hiyo na kwa mtindo huo, lakini hii haiweza kumfanya rais wa Marekani Donald Trump kuweza kurudi nyuma katika mkataba wa nyuklia ambao upo na ambao anautaka kwa hali na mali kwa sasa hivi kati ya Marekani pamoja na Iran. Lakini kwa upande wa Iran ni kama vile wanampotezea rais wa Marekani katika mkataba huo wa nyuklia, na akisema kwamba Irani ina marafiki wengi na majirani wengi zaidi ambao wanaweza kukaa na kuzungumza. Na kwa upande wa Marekani tumeweza kuona kwa siku ya jana pale ambapo waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi naye pia akiweza kuzungumza akisema kwamba inabidi pande zote mbili waweze kuaminiana. Upande wa Irani iweze kuweka imani kwa Marekani, lakini pia na upande wa Marekani iweze kuweka imani kwa Irani ili mazungumzo yaweze kufana na yale ambayo tutaweza kuyajadili basi yawe na tija katika pande zote hizo mbili. Mtazamaji, natamatisha hivyo Morning Victory siku ya leo. Natumai nitakuwa nimekujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kuandalia katika upande wa kitaifa pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Georgina Mwatatu, endelea kutazama Rabi TV, kisima cha maarifa.